watakatifu. Leo kwa kila kitu tumwimbie na malaika. Kusanyiko la watakatifu. Leo kwa kila kitu shangilia Yesu, shangilia Yesu. Milima, wanyama, mabonde, vijana, wazee, watoto, duniani na angani tumwimbie. Pokea sifa e Mungu we, pokea sifa e Mungu we, pokea sifa e Mungu we, pokea sifa e Mungu we. Hallelujah, 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 amen. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay, Yesu wangu na meremeta. Ay, Yesu wangu we unang'aa. Ay, Yesu wangu na meremeta. Ay, Yesu wangu we unang'aa. Umenirembesha mimi, umenipokea mimi, umenibadilisha Yesu, umenisamehe dhambi, umeniokoa mauti. Kwako nimewasili, majina yako kamili. Elohim, Jehova, mshindi. Jehova, mshindi. Jehova, mshindi. Ujuya pokea sifa e Mungu we, pokea sifa e Mungu we. Pokea sifa e Mungu we, pokea sifa e Mungu we. Hallelujah,
are watching Gospel Outreach World Television Network, a Christian channel that builds your faith through gospel music, choirs, and uncompromised gospel of truth, brought to you by anointed servants of God, which includes Bishop Dr. Isaac Ndegwa, the CEO Gospel Outreach World Television Network, and presiding Bishop, Gospel Outreach Church USA. I want to declare today, any plan that is planned in the spiritual realm, Archbishop Steve Masharia, presiding Bishop, Gospel Outreach Church Worldwide. Have discernment and know exactly where you are and what is fighting against you. Bishop Mark Kariuki, the overseer, Deliverance Church Kenya. Now the devil uses fear to keep you and I. Bishop Jimmy Mwando from MBCI. But sikiza Isaka, I'll be with you. Nitakuwa na wewe katika vita hizi. Don't be afraid. And many others. Gospel Outreach World Television Network is also a channel that rescues and unlocks destinies. Gospel Outreach World Television Network, your channel of faith. Barabara kabisa, kweli. Karibu sana kwenye kipindi cha imani na pia kipindi cha majira ya neema, ambacho ninajua ya kwamba Bwana amekukimbilia neema tangu Jumatatu, na Bwana amekuhifadhi, umekuwa pamoja naye, na Bwana amekutunza mpaka sasa. Umeiona Ijumaa pamoja nami. Bwana atukuzwe daima, ambaye pia ndiye hutupa siku, na yeye ndiye hutupa hata majira, na tunaweza kuyafurahia na kuendelea. Mungu wetu atukuzwe daima, aliye mwaminifu na wa haki. Karibu sana kwenye kipindi hiki. Tumechelewa kiasi kabisa, lakini Bwana ni mwaminifu. Watu wanauliza, je, kwani hatuna majira tena? Pole, kwa sababu hali ilikuwa namna hiyo, na shetani aliweza kutupa hata hali nzito kiasi kwa sababu ya hewa na mabadiliko yake, na kwa hivyo kwa sababu ya hiyo inaweza kuwa pengine kuna mshiki pale, lakini Bwana ni mwaminifu kwamba hata katika hali ya kuongea inakuwa pia ina hukumu wake. Lakini Bwana ni mwaminifu kila saa. Maandiko inasema ashukuriwe Mungu atupaye ushindi kupitia kwa mwanawe Yesu Kristo. Na kwa hivyo hatuogopi, tunaendelea kumpenda Mungu na bado kumtumikia katika njia zote, yeye aliye mwaminifu na wa haki. Kumbuka kwamba wiki hii tumekuwa tukijadiliana ya kwamba Mungu anaenda kutuingiza katika mahali ambapo tunapoita the banquet, ama meza ya mfalme, na kuna mambo mengi katika hali hiyo, kwa sababu tunatoka katika level moja mpaka nyingine. Yesu katika kitabu cha Ezekiel, maandiko inasema ya kwamba unapoingia katika mlango huu, sio ule mlango utakaotokea. Mungu ni Mungu wa kutoka wa shifting, yani kwamba anakuinua kutoka kiwango hiki mpaka kingine. Na mwaka huu tunapoendelea kukaribia kumaliza, Mungu amenena mambo mengi kuhusu ya kwamba mwaka huu utakuwa ni mwaka wa divine settlement, ama kuingia katika starehe yake Mungu. Lakini Mungu anapotuingiza katika starehe yake, unakuta ya kwamba kuna vita, kuna mambo mengi ambayo mtu hukutana nayo, lakini yote inaachilia kupigana na mahali unapoelekea. Shetani hapigani na wewe, anapigana na kesho yako, anapigana na hatima yako. Na kwa hivyo kila wakati anapoinua vita, kumbuka ya kwamba wewe sio target. Target ni kile ambacho kiko ndani yako, ili uweze kuvunjika moyo, uweze kutupa mikono na ukose kuendelea. Lakini Bwana ni mwaminifu. Kumbuka kuna wimbo ambao tunaimba ya kwamba mbele ninaendelea, ninazidi kutembea. Na mara nyingi kwa sababu ya hali zote ambazo tunazipitia kwa maisha, tunakwama katika uchungu wa kale, tunakwama kutoka katika hali zote nzito za jana yetu,
na hiyo inaweza kufanya kwamba hatuendelei, hatusongi, na tukikwama pale, maandiko inasema Mungu akawanenea Waisraeli ya kwamba mmekaa katika mlima huu sana, yani kwamba Mungu mapenzi yake ni sisi tuendelee. Unaweza kupoteza wakati wa kusonga mbele, unaweza kuta ya kwamba umecheleweshwa kwa sababu ya kukwama mahali na hausongi. Inabidi uinuke na usonge kwa jina la Yesu Kristo, maana kana niko mbele haiko mahali upo, na mahali ambapo pia unaweza pitia mambo mpaka uanze kukaa kama umetosheka, ama pengine uanze kaa umepumzika, na kama utaki kusonga kwa sababu ya mambo ambayo umeyapitia, na ama mambo ambayo unakutana nayo, vita kutokana na generational curses ambazo pia zinapigana na wewe, watu waovu ambao pia na wanaoinuka, shetani anawaambukiza roho ya mashtaka, wanaanza kushtaki, wanaanza kuongea maneno pia wewe umeongea, inakukwamisha na vitu kama hizo. Lakini Bwana anataka tuinuke kiwango moja mpaka kingine kuelekea mahali petu pa juu, kwa sababu mahali petu it's just at the top. Na kumbuka ya kwamba kuna wakati ambapo tukiangalia leo katika Zoom na hata mchana, na kwa tunazungumza kuhusu, tukimalizia wiki hii tunazungumza kuhusu habari za Mephibosheth. Mephibosheth alikaa katika Rodiba kwa sababu baada ya kuanguka, circumstance ambayo ilimpeleka Rodiba sio circumstance nzuri, kwa sababu ilikuwa ni wakati ambapo kulikuwa na vita, na maandiko inasema ya kwamba sanduku la Mungu limechukuliwa na Wafilisti, na baada ya hiyo pia Saul na Jonathan wameanguka katika vita, wamekufia kule. Sasa hiyo hali ilifanya ya kwamba yule mjakazi wa Jonathan, ambaye ni yule mjakazi wa Jonathan ambaye alikuwa amebeba mtoto ambaye ni Mephibosheth kwa mgongo, aliposikia habari hizi, kile alichofanya ni kutoka. Alipokuwa akitoka, Mephibosheth akaanguka kutoka kwa shuka na akajipata chini. Alipoanguka akawa na ulemavu. Kumbuka ya kwamba tunaongea kuhusu ya kwamba new level to divine settlement, new level towards the entrance of banquet, kingly banquet. Mahali Mungu anatupeleka, Israeli walikuwa wanapelekwa Canaan, ni meza ambayo Mungu amewatayarishia kwa ajili ya wao waweze kuingia katika pumziko lao, waweze kula na kunywa na kula mvinyo na kula hata vile ambavyo Mungu ametayarisha, buffet. Lakini kabla ya kufika pale, unakuta ya kwamba adui ameleta circumstance fulani, conspiracy fulani, na baadaye Mephibosheth ameanguka. Sasa hatima ya Mephibosheth imekatishwa kwa muda. Amekaa Rodiba, amekaa katika tabu zile, na sasa imekuwa ngumu, imekuwa na uzito. Lakini sasa baada ya mambo haya na mateso ya Rodiba, Mungu ikabidi ya kwamba wakati Daudi ilipofika, kwa sababu Daudi, kumbuka ya kwamba hata kuwa mikononi mwa Daudi, kwa sababu bado hujui moyo wake. Hivyo anaishi Rodiba, lakini ana hofu kwa sababu hajui mapenzi ya Daudi ni nini. Lakini Daudi anakumbuka agano aliyofanya yeye na kijana na rafiki yake Jonathan. Anasema katika nyumba ya Saul, je, hakuna mtu ambaye amebakia hai ambaye ninaweza kumfanyia hata kumfanyia kindness. Na maandiko inasema ya kwamba akaambiwa na mtu mmoja, mwambiwa ya kwamba hapana, kuna mtu mmoja tu, kijana mmoja ambaye anakaa Rodiba, na huyo kijana amevunjika miguu. Kwa hivyo huyo hata sio, haina haja, anajaribu kuleta recommendation ya kuzuia yule kijana akumbukwe. Lakini anasema hata kama ni kiwete aletwe na akae katika meza moja na mfalme. Ilikuwa ni ngumu, lakini ilifanyika. Acha nikwambie ya kwamba inaweza kuwa kuna mambo umepitia katika maisha ikaweka level yako chini, kwamba hausongi mbele, umekwama katika uchungu, umekwama katika majeraha,
umekwama katika mambo uliyofanyiwa na watu, umekwama kwa sababu ya mambo watu waliongea, umekwama pale, umeogopa kuendelea, umeogopa bado uko Rodiba. Kumbuka kuna Mungu aliyenena, this is the year of divine settlement, and I believe God will give you, will take you there. That is the hiyo ndio mapenzi yake Mungu. Na kwa hivyo nitaka nikwambie ya kwamba Bwana anakupeleka pale, maana yeye ni mwaminifu. Tunaendelea na ujumbe huo na utakuwa wa baraka kwa dakika chache. Sitakuweka, Bwana aweze kutubariki. Na kwa hivyo leo tuna mtumishi wa Mungu ambaye ni Bishop Dr. Mugo Gashego kutoka kule upande wa Nyeri, ambaye atanena nasi kuhusu ujumbe ambao utakuwa wa baraka sana, akizungumza ya kwamba Bwana aweze kutufikisha pale, na tutashirikiana pamoja na Pacific Waves ili tuweze kumleta mtumishi wa Mungu Bishop Gashego aweze kunena pamoja nasi kuhusiana na ujumbe huu, ya kwamba unaweza kuwa na kitu ambacho baada ya wewe kuingia katika pahali pako papumziko, uko na territorial dominion, uko na umiliki wa mahali pale, uko na umiliki wa Canaan, uko na umiliki wa kila maeneo, na Bwana atusaidie. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, asante kwa ujumbe huu ambao unaenda kuachilia kwetu kupitia mtumishi wako. Naomba ya kwamba umbariki na umtumie kwa ajili ya mioyo yetu, na unene pamoja nasi, maana tena hata tunapomalizia wiki hii neema yako iwe nyingi kwetu, na Bwana utubariki, maana wewe ni mwaminifu. Asante kwa yote, na asante kwa yote unaofanya na yote utaendelea kufanya. Jina lako litukuzwe na liinuliwe. Wale wamekwama katika mambo ambayo yameumiza maisha yao, Bwana ninaomba ya kwamba uwapatie ushindi katika njia zote. Asante kwa sababu wanakuamuka kama Mefiboshethi na wanaingia kwa mahali pao. Asante kwa sababu unawatoa kutoka Rodiba na kuingiza katika mahali pao pa juu. Asante kwa sababu unawatoa kutoka kwa mlango kama Mordekai na kuingiza katika mahali pa heshima. Libarikiwe jina lako na litukuzwe, wewe uliye mwaminifu na wa haki, kwa jina kuu la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba na kushukuru. Amen and amen and amen. Bwana akubariki. Endelea kuwakaribisha wengine tuweze kubarikiwa pamoja. Hali akashubiri ni wimbo ambao umeimbwa na Dr. Sarah Kiarie, tukiendelea kumgoja mtumishi wa Mungu aweze kunena pamoja nasi. Karibuni, tubarikiwe. Ministries International, the family church. We are based in Nyeri by the grace of God, and I come from Kenya in the name of the Lord. I want to thank God because the Lord has been so gracious. The Lord has blessed us, and this time I have come with the word of the Lord, knowing that the Lord loves each and every one of us. The Lord cares about us in the name of the Lord. We are in a season that the Lord has put in my spirit that I'm referring to, a season of territorial dominion. And that is what I want to talk to us briefly by the grace of God. And I want you to know that there is territorial dominion for each and every one of us. The original design, the original plan for God concerning man was that man is supposed to walk in dominion. Man is supposed to walk in power. That is God's original mandate to man. And God never designed that his people to live under oppression of sin or sickness or Satan controlling them right and left. I want you to know that God's intention is that you live in dominion. And what is dominion? Dominion means to rule. You have the power to rule. You have the power to reign. You have the power to govern. You have the power to subdue and to take charge. Therefore, every one of us, by the grace of God, the Lord has given us a dominion that we may rule, govern, subdue, and take dominion. And when this is mentioned, it is not only the spiritual matters, but it is also physically, it is also economically, socially, emotionally. You are supposed to walk in power. You are supposed to walk and demonstrate the power of God in the name of the Lord Jesus Christ. And therefore,
it is important to note that dominion is not automatic. Dominion requires some principles. It requires faith in God, and it requires that you must align yourself with God's will. The Bible records in Genesis chapter 1 verse number 26, then God said, let us make man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea. And in verse number 28, the Bible records, then God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, and have dominion. Brethren, dominion is our portion. God's original plan is that we must walk in blessings, we must be fruitful, we must multiply, increase by the grace of God, and we must also subdue and have dominion. That is God's will concerning us by the grace of God. Therefore, it is important to know that dominion starts with clean hands and a pure heart. For you to have dominion, you must be walking light. According to Psalms 24 verse number 4, the Bible says, he who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. You require to have clean hands to have dominion. You require to have a pure heart, and you cannot exercise authority when your life is compromised. You need to walk in the ways of God in the name of the Lord Jesus Christ. When it comes to the purpose and the matters of territory, because we are talking about territorial dominion, it means that there must be that territory that you are being given power over, and your territory means that it is a geographical location. It is a place that you have been given so that you can take charge. As it were in Genesis chapter 2 verse number 15, the Bible says, then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend it and keep it. Eden was the territory of Adam. Today, the territory may be your family, territory may be your ministry, territory may be your business, territory may be any other spiritual assignment that the Lord has given unto you. And therefore, it is important to know that dominion is both geographical and spiritual. And several years ago, the Lord spoke to me and defined a territory where he was able to describe to me that a territory is having influence over 100 kilometers radius. Wherever I erect an altar, whatever is associated with me, it has influence 100 kilometers radius. I speak to you in the name of the Lord Jesus Christ that your territorial dominion is not just going to be localized, but it is going to extend up to 100 kilometers radius by the grace of God. And therefore, for us to have dominion, there are 4 principles that we need. When you walk in these principles, then you will be able to have dominion. Principle number 1, according to Psalms 37 verse number 4, delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Hallelujah. Number 1 is that for you to have dominion, you must desire it. You must desire dominion. And dominion starts with the desire. You must have a hunger for more of God's rule in your life. Don't be contented with what you have. Don't be contented by the boundaries that have been put around your life. You must have a big heart. You must desire greatness in the name of the Lord Jesus Christ. Therefore, must desire. Then in it is also important to know that dominion is not passive. You must long for it. You must work for it. In Luke chapter number 10 verse number 27, answered and said, you shall love the Lord your God with all your heart,
with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. For you to have dominion, you must give it all. You must have committed yourself to your cause by the grace of God. So dominion is not passive. You must work for it. You must give yourself in it. You must engage it. So you must desire it. For you to have territorial dominion, number one, desire it. Number two, according to Mark 11 verse number 23, the Bible records, for assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Number two, you must speak it. We have already decided. After you decide, then speak it. And you must be specific. Dominion is voice activated. Whatever you declare shapes your territory. Yes, you must declare it. You must speak it. You must pronounce it. But when you do that, then it is created. Speak life, speak hope, speak authority and alignment with God's word. Brethren, don't be speaking about defeat every time. Oh, I don't know how these situations are so bad. I don't know whether I'm going to make it. I don't know this, I don't know the other. There is nobody who can help me. No. You must speak life, speak hope, speak authority, and align with God's word. So number two is that you must speak it. You must say that this business must work. This business must be fruitful. These children will have influence over this nation and other nations across the world. So speak it, verbalize it by the grace of God. Number three, Acts chapter number 3 verse number 6. Then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. So number three, you must believe it. You must believe territorial dominion. Dominion requires faith that God's word is true for you. You must believe that God is going to do it. You must believe that it is going to be possible. You must believe that it is going to work. Faith takes dominion beyond words. It brings manifestation. In Mark chapter number 11 verse number 24, the Bible says, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. I pray that we are going to believe in God, that territorial dominion is going to be our portion. You must declare that you are going to grow strong. You are going to grow in a way that is going to show the faithfulness of our God. So you must believe it. And number 4, and the last principle, is according to Numbers 13 verse number 30. The Bible says, then Caleb quietened the people before Moses and said, let us go up at once and take possession, for we are well able to overcome. Number 4, you must act upon it. Act upon it. Dominion is not theory, but action. You must act. You must be in motion, because the Bible says faith without works is dead. Faith without works is dead. So you must act on the territorial dominion. You must speak it. Caleb refused fear. He acted in faith and claimed his God-given territory. God had spoken to them and he had given them Canaan, and therefore Caleb will not hear any defeat. Caleb will not fear anything that was not of God. He knew that it is going to work. God is going to show himself faithful in the name of Jesus. So acting on God's word activates his power. When you act on God's word,
it activates his power. I pray today we are going to act on what God has spoken to us concerning our situation in the name of the Lord Jesus Christ. And I also want you to know that dominion requires anointing. Dominion is God-given gift, but it requires supernatural anointing. It requires power. You cannot walk in dominion outside Christ, who is the source of all the authority. You need to walk in Christ. You need to align yourself with Christ. And the word of the Lord says in Jeremiah chapter 1 verse number 10, see, I have this day set you over the nations and over the kingdoms, to root out and to pull down, to destroy and to throw down, to build and to plant. Dominion is not automatic. It is enforced by anointing. I therefore want to declare dominion is God's will for God's children. Dominion is your portion. It is God's will that you dominate. It starts with a desire, grows through speaking and believing, and manifests when you act in faith. Act in faith by the grace of God. This is your season of territorial dominion. You must step into it with boldness by the grace of God in the name of the Lord Jesus Christ. Therefore today, you can declare together with me that today I step into my God-given dominion. I take charge of my territory. I will not be ruled by sickness, by sin, or by Satan whatsoever. I am fruitful. I will multiply. I will subdue, and I have dominion in Christ Jesus' name. Brethren, my viewers, I declare, let it be so in your life. Territorial dominion is your portion. I declare to you, by the grace of God, may the Lord minister to you. May the Lord work for you. May the Lord show himself faithful in your life in the name of Jesus. I want to pray together with you, and I want to declare that territorial dominion is your portion. Some of you who are struggling because of business, you are struggling because of family, you are struggling because of ministry. I want you to know it is God's idea that you have territorial dominion in everything that you do in the name of Jesus. Devil has no power. He has no authority over what God has brought for you in the name of the Lord Jesus Christ. Therefore, let us pray. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, I want to thank you and bless your holy name. Thank you for my viewers this day. I want to commit them unto you. I pray that your power, I pray that your anointing, I pray that your glory may cover each and every one of them. Remember them because they are your people. In the name of the Lord, I declare those that are stuck, those that are mark timing, those that have got limitation, I declare in Jesus' holy name that after this meeting, after this message, they will move forward. They will move to their destiny in the name of the Lord. Every power of limitation, every power of the enemy is broken in the name of Jesus. Receive territorial dominion. I declare you will succeed. You will walk in perfect health. You will walk under open heaven by the grace of God. Whatever the enemy has said concerning against your life, I nullify it now in the name of Jesus. If you want to give your life to Christ, say this after me. Lord Jesus, I come to you. Save me. Write my name in the book of life. And I declare from today, I will walk in territorial dominion. I thank you for writing my name in the book of life. I am born again in Jesus' name. Identify yourself with a Bible-believing church, and identify yourself with a pastor, and let them nurture you. May God bless you. May God be with you. And I thank God for you in the name of the Lord Jesus Christ. Barabara kabisa kweli. Ujumbe ndio huo kutoka kwa mtumishi wake Mungu, na umekuwa wa baraka kweli. Asante kabisa Bishop mtumishi wa Mungu Bishop Gashengo
ya kwamba you can have dominion. Hivyo ndio mapenzi ya Mungu, na asante kwa uimbaji hao Sarah Kelly together with the team. Mungu awabariki. Hali akashubiri, hapo ndipo tunapoelekea. Ujumbe ni wa nguvu kabisa, na tunashukuru Mungu ya kwamba ni mapenzi ya Mungu tuweze kuwa na umiliki kama Waisraeli. Bwana awabariki wote ambao mmeingia. Bwana awatende mema. Asante my sister. Oh my goodness. Tabitha wapo, Mungu akubariki kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Asante kabisa. Pia Mutida yule wa keyboard kutoka upande wa Thika Road, Bwana akubariki. Na akubariki na akutende mema. Eroda Veronica Kamau, Bwana akubariki kabisa na akutende mema. Selina Mso, my sister, Bwana akubariki kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Wa Gospel Outreach hapa mnaniambia pia mko ndani kabisa na mumebarikiwa. Wengi kabisa ambao pia mmeingia. Bwana awatende mema. Mama yangu Eroda Veronica kama unasema kabisa ujumbe huu umekuwa wa baraka kweli, na Bwana atukuzwe daima kwa sababu ya kutujalia neema namna hiyo na kuzungumza na mioyo yetu. Najua ya kwamba wengi pia wataweza kuungana pamoja nasi pia na kutazama program hii baadaye. Amezungumza kuhusu principle 4 za kuingia katika divine dominion, na Bwana atusaidie ya kwamba anasema kuhusu ya kwamba lazima ukubali ama you desire dominion. Anasema kwamba dominion is not passive, you must work for it, you must speak it, and you must also believe it and act upon it. That's very powerful. Bwana atukuzwe. Mimi sina la ziada, najua tumebarikiwa. Bwana atukuzwe. Baba, ni asante kwa neema na ukuu wako. Asante maana umetubariki na umetunenea katika njia kubwa. Tunakushukuru kwa sababu ya matendo yako. Wabariki wote ambao wameingia na wote watatazama programu hii baadaye wakiamka. Neema yako iwe nyingi kwao. Asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Jina lako litukuzwe. Wale walio wagonjwa wapone, na watu ambao wamekwama katika mambo waingize katika hatima yao. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu tumeomba na hata kushukuru. Amen and amen and amen. Bwana awabariki kabisa, awatende mema. Kumbuka sauti na kuja moja kwa moja kutoka hapa Marekani, Washington. Kipindi kinaletwa kwako na Gospel Outreach World TV Network, na hadi kipindi hiki kijacho ni mimi wako Bishop Isaac Ndegwa, na neno linaendelea. Na kumbuka ya kwamba unapoondoka, kumbuka ya kwamba weekend hii ni weekend yenye mambo mengi, na naomba ya kwamba Bwana akutokee katika njia zote, ya kubariki, akuinue katika njia zote, na uwepo wake Bwana upelekane pamoja naye mahali popote utakapokuwa, ukiwa kwa ibada, ukiwa wapi na wapi. Bwana awe pamoja na wewe na akuinue katika njia zote. Na tutakapoonana Jumatatu katika kipindi hiki, lakini majira leo na lazima kesha leo, na pia siku ya Jumapili tutakuwa live. Kwa hivyo usikose kufuata, na Bwana akubariki ukisikiliza neno la Mungu. Bwana akubariki, awe pamoja na wewe. Essence of Worship ambaye wanaongozwa na Elia Mwantondo, umejawa utukufu ni wimbo wao. Baadaye ndio watakao tumalizia kipindi hiko. Hadi kipindi kijacho, Bwana akubariki. Tuonane Jumatatu. Amani ya Kristo iwe pamoja nawe. Shalom. Juu chini na tupige kelele kwa Bwana. Hebu inua sauti yako ya kelele kwa Bwana. Na mpige kelele Yesu. Piga kelele kwa Yesu. Aya. Let's go, bro. Yes. Somebody, come on. I can see you dancing. Come on. Nisikia vigelegele pamoja kwa Yesu. Yesu
nitakusifu kwa neema yako. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Bwana, Bwana, tumwite Yesu, Yesu, inua sauti yako tena, ita Bwana, Bwana, ita Yesu, Yesu, mpaka kule juu, Bwana, 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 tumwite Yesu, 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 tena kwa nguvu.